alikuwa akisema sana Ibrahimu tafsiri sawi chini ya hiyo aya, lakini bado nitakusaidia. Tuna Fathul Bayani fi Maqasidil Qur'an, kitabu ambacho kazi yake ni kuzungumzia nini hasa kilichokusudiwa kwenye aya. Marhaba. Swali ya Mtume Muhammad katika ukurasa wa 177, katika ukurasa wa 177 mstari wa 3 kutoka juu anasema al-awwahu, mtu awahu huwa kathiru taawuhi, ni mtu anayefanya sana kama tadullu ala dhalika sighatul mubalagha, inayotutambulisha juu ya hilo ni hiyo sighatul mubalagha. Mimi ninavyojua kanuni za sighatul mubalagha, ukisema fa'alu maana yake man yukthiru an yaf'ila al-fi'la, anayekifanya kitu sana sana sana. Ukisema sataru ni yule ambaye anafanya sitara iliyopitiliza kama Mwenyezi Mungu, sawa. Kwa hiyo awahu huitoi hapo, ila kwa maana hiyo hiyo kwamba man yukthiru an yakula wabi, na wanaikubali pamoja na wanachuoni wengine tafsiri hii ka Abul Akhbar wa huwa, na hii kinaya inabeba jukumu anfarati tarahumi, mtu ana huruma kupita kiasi, anajirejeza kwa Mwenyezi Mungu atie huruma kupita kiasi, ili labda insha Allah Mungu akapitisha rehema akarehemewa huyu mtu. Wariqatu qalbi, na mtu akiwa na sifa hii moyo wake huwa mlaini sana lillah. Mashaallah, mashaallah, mashaallah. Wataawaha, na hiyo kutaawa ayakula rajulu inda shikaya, ni pale mtu anapokuwa na jambo analalamika, watawajui anaugulia, akasema huyu bwana anaiweka wazi. Waqad awaha rajulu ta'wiha, unaiweka katika mizani ya herufi namna hii. Mashaallah. Wataawaha ta'awuha idha qala awwa ay atawajja, manake mtu anaposema awwa manake ya Rabbi naugulia. Naugulia nini? Ibrahimu alikuwa haumi chochote isipokuwa anamlalamikia Mwenyezi Mungu amkubali, amwepushe na moto, ampe radhi zake apate pepo. Huyu bwana moja ya maneno yake hapo kanyanyuka, anasema sanadi katika masala ya kielimu ya mtu sio muhimu, kwa sababu Abu Huraira alikuwa anasoma kwa shetani. A'udhu billahi minash shaitani. Sawa. Istilahi lazima ifuate kwenye dini, sanadi lazima. Ndio maana kwenye hadithi akiwepo mtu hajulikani yeye nani, mwalimu wake nani, hadithi anayopokea hatukubali. Sawa. Sasa sio hadithi za Mtume tu, hata wewe unaotuambia hapo, wewe nani, mwalimu wako nani, na elimu yako inafikaje kwa Mtume? Isije kuwa tunasoma kwa shetani, na shetani toka lini akafundisha mtu kheri? Ibilisi akakusomeshe wewe wali uende peponi, labda hajajibushi. Abdallah Saleh Farsi katika kitabu chake cha tafsiri ya Kiswahili, ili akubalike kwa watu kwamba mwanachuoni na anakubalika afai kufasiri tafsiri Qur'ani, ilibidi aweke sawa sanadi yake ya kutafsiri anapofika kwa bwana Mtume. Sawa, angalau basi kajitahidi akafika kwa mashekhi wote wawili wale Al-Jalalain. Sawa, akaiweka sanadi jinsi anavyofika kwa Al-Allama Al-Mahdi, akaweka sanadi jinsi anavyofika kwa Al-Allama As-Suyuti, ili watu wakubali kwamba huyu ni mufassiri. Sawa, ana wazazi huyu, atoki mtafuta kwao utapapata. Marhaba. Wewe mtoto umemkuta mtaani chokorau na mtuma sokoni asiporudi. Anazungumza Mtume. Bwana Mtume hajafanya, si ndio? Bwana Mtume hajafanya, Sahihi Muslim. Bwana Mtume hajafanya, Sahihi Muslim, hadithi ya 2000
255 sahihi Muslim juzu ya kwanza. Sunan Ibn Majah hadithi ya 3758 na kuja na kombora mtume hajafanya. Ani Shuraid, yangalie vizuri, Ani Shuraid, taarifa iliyopokelewa kutoka kwa Shuraid khala anasema radiftu Rasulullah, nilikumbana na mtume sallallahu alaihi wasallam yauman, siku moja. Fakala, akasema mtume, hal maaka min shi'ri Umayya ibn Abi Sult shay'un, katika mashairi ya Umayya ibn Abi Sult una chochote ujuacho? Mtume anamuuliza Shuraid. Qultu na'am, Shuraid anasema nilimjibu mtume na'am, nayajua mashairi ya Umayya ibn Abi Sult. Fakala, mtume akasema fa anshatuhu baitan, nikampa ubaiti mmoja. Fakala thumma anshatuhu baita, nikampa mwingine. Fakala hata anshatuhu 100 baiti, mpaka nilimpa mtume baiti 100. Hapa katumia neno kafia. Kafia ni masala ya maruzi. Tadri ya Sheikh mal kafia? Al-kafia huwa muakhiru al-bait, ay akhiru harfin min akhiri kalimatin min akhiri al-bait. Herufi ya mwisho katika neno la mwisho katika ubaiti wa mwisho wa shairi ndio inayoitwa kafia. Hiyo utaratibu wake wa kwenda hizo kafia ndio unaitwa katika watu wa elimu ya arudhi arawi. Fasalu ahla dhikri. Kwa hiyo labda mtuambie sasa, mzee huyu naye alikuwa na mushkil Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiti 100, nadhani baiti 100 inakaribia tangia tuanze, sio? Kila Shuraidi akisoma sawa, mtume huyu bwana anasoma kasida, mtume baiti 100 100 khafia. Sahih Muslim hiyo. Fuatilia. Na Sunan Ibn Majah. Hapa unapata kuwa huu utaratibu ni sunna. Sawa? Na kwa namna ambavyo sunna ziko nyingi, mwanadamu ni mukhayyar. Sunna za mtume ni nyingi kwa maelfu, wala hakuna awezaye kuzifanya zote sunna za bwana mtume. Basi mwanadamu hujitangulia katika zile ambazo sawa, mimi binafsi anazipenda sunna za mtume, akashika ashikaye masala ya sadaka sana, asiji nini, basi naenda sawa. Lakini si kwamba wewe ulioshika hili ukamwona alioshika jingine kwamba ni kafiri, hali ya kuwa ni sunna hizo za mtume Muhammad. Lete huyu bwana azungumza habari ya kurukaruka, ninakutandika mpaka utie huruma. Usijali Sheikh, nyingi sana kwangu. Sawa. Na uzungumza mlango wa babu shairi fil masjid, mlango unaruhusu kuimba mashairi msikitini. Marhaba. Hii ni sahihi Bukhari. Tayari ukurasa wake ukurasa huu ni wa 90, ikiwa matbani hii. Kama kuna nyingine basi tutakuangalilia utaona, lakini ni sahihi Bukhari. Bibi Aisha radhiyallahu anha anasimulia kwa taarifa iliyotolewa na hadathana Abdul Aziz ibn Abdullah qala, naye anasema hadathana Ibrahima ibn Sa'di an Salih an ibn Shihab qala, akasema akhbarani Urwa ibn Zubayr, taarifa nimeipata kutoka kwa Urwa ibn Zubayr anna Aisha qalat, kwamba mama wa Waislamu Bibi Aisha amesema laqad ra'aytu Rasulullah, kwa hakika nilimwona mtume yauman, siku moja, ala babi hujurati, kasimama kwenye mlango wa chumba changu unaoelekea msikitini, wala habashatu yala abuna fil masjid, na wahabeshi wanacheza msikitini. Marhaba. Wahabeshi wanafanyaje? Wanacheza msikitini. Wa Rasulullah, na mtume wa Mwenyezi Mungu yasturuni, ananificha mimi biridaihi, kwa mtandio wake, andhura ila rabbihim, mimi ninaangalia jinsi wanavyocheza msikitini. Marhaba. Bibi Aisha
radhiallahu anha. Anatuthibitishia kwamba utaratibu wa watu kurukaruka msikitini na mahala pengine, kama kurukaruka kwenyewe kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, ni suna ya Bwana Mtume hiyo. Kwa sababu suna, ndugu yangu, ni mambo matatu, sawa? Fi'luhu, qawluhu au iqraru. Kunalika shay'un yusamma iqraru. Unaona halafu unaacha. Wa kawaida Mtume alikuwa hanyamazi makosa, inaitwa iqraru sukuti, anakubali kimya kimya. Wahabeshi msikitini, Bibi Aisha anataka kuangalia, Mtume anamwambia kaa nyuma, angalia. No, Mtume anaona sawa watu kurukaruka msikitini kwa mapenzi ya Mungu, anakuja kuchukia ndugu yangu mvumbua, unaitwa nasha mvumbua. Sorry. Ndo nimemuuliza wanake mshati. Ndio maana nimemuuliza unaitwa nani? Lakini si hayo tu, sawa? Ukiangalia masala ya watu kurukaruka si hayo tu, sawa? Kama mnayo musnadi wa Imam Ahmad ibn Hanbal, hapo muangalia ukurasa wa 98, sawa? Musnadi wa Imam Ahmad ibn Hanbal anasimulia habari ya kukamatana, walikokamatana mbele ya Bwana Mtume. Anaosimulia hii habari ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib na Jafar na Zaid ibn Haritha. Kilichotokea nini? Hawa mabwana wote kila mmoja kwa wakati wake kapeleka posa kwa mtoto wa Sayyidina Hamza. Sasa zile posa zikawa zinasigana, ndio kama vile shekhi wangu alisema pale, mtu mmoja asipeleke posa wa mahala mwenzake ashapeleka. Hawa bila kujua wamepeleka posa nyumba moja, kuna kitoto bomba kweli kweli. Sasa kila anayekuja anaambiwa bwana tungekupa, lakini kuna posa ya Ali. Kaja Hamza na Jafar kaambiwa tungekupa, kuna posa ya Ali. Ali kaja tungekupa, kuna posa ya Zaid ibn Haritha. Wabwana hawa wakakutana kwa Bwana Mtume kwenye majlis. Unajua watu wanaume wanapogombea mtetea alikwambia upeleke kiposa chako baya. Mtume kaona hiyo haya nini, wanamsimulia, sawa, kwamba posa mzee tumepeleka, sasa jamaa wanaharibu hawa, mimi nataka kuchukua chuma kile. Unaona? Sasa Mtume anatakiwa aamue kati ya hawa nani achukue. Cheki mzee wa hikima anapoondoka na vitu hapo. Fakhala Ali, akamwambia Ali, sasa hata sijui nikupe wewe ni wanyime wenzako au niwape wao ni kunyime, nashindwa wanangu. Ya Ali, anta minni wa ana minka, mimi ni wewe na wewe ni mimi. Sasa na wewe baba unagombea wanawake nini? Hii habari kwa mtu wa Mungu inampa guarantee kwamba Mtume kesha nichanganya kwenye mwili wake kwamba mimi yeye mimi safari ya peponi imeiva. Kasahau habari ya mwanamke. Fahajira wal hajru, sawa, ni neno la Kiarabu linalomaanisha araqs, kuruka. Tena kuruka kwenye sio fujo tu, ala alhayati almakhsusa, unaondoka kwa mitindo rasmi kabisa, sawa bali. Inshallah nitarudi baadaye uwanjani inshallah. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: jina langu ni Yusuf Hamza Yusuf Ali Omar Abubakar Salaf Ali Osman Al-Alawi. Sharifu wa Kiingereza. Asante sana. Mimi insha Allah biidhnillahi taala sitatoa langu katika kichwa, nitanukuu. Sasa kunukuu, wewe utasikiliza uje umchallenge huyu ambaye itakayemnukuu.